Ila kiufupi tu hapa jana alikuja na alikuja akanipa ujumbe wako, akaniambia nikufikishie. Ameniambia kwamba muende mkaiambie familia yake kwa mlichomfanyia wewe na rafiki yako Jivan. Mume wangu, bado sielewi ni kitu gani ambacho mmemfanyia yule binti mpaka atoke huko atokako aje hapa kuniambia mimi maneno yao nikwambie wewe. Sina ubaya na mtu wote hapa kijijini. Najua unafahamu. Tuna maadui wengi sana hapa kijijini. Sasa haiwezekani atoke tu alipotoka kuja kusema sijui nini vitu vya ajabu ajabu. Hivyo kweli uko sawa huyu? Mimi nahisi anachanganyikiwa sasa hivi. Yawezekana ni kweli amechanganyikiwa kwa sababu hata alivyokuja alikuja peku na akaondoka peku. Ni kama mtu ambaye amechanganyikiwa kweli. Lakini kinachoshangaza alipotoka tu mimi nikamkimbilia kwa nyuma sikumuona. Sasa sijajua alikimbia, aliendea wapi, sifahamu. Sasa hapo mke wangu ndio utaamini kwamba ninachokiongea mimi namaanisha. Nimegoma kuzikwa. Nimegoma kuzikwa. Nimegoma kuzikwa. Malengo, vipi? Ule msukule umenifuata mpaka nyumbani. Au cha ajabu unaanza kuzungumza mambo yote ambayo tumemfanyia mbele ya mke wangu. Yaani mwanangu mimi mpaka nimevurugwa hata sielewi. Yaani kama unaponiona mwanangu, yaani nimechoka. Yaani nimetulia na mke wangu nyumbani tunaongea, yaani tunapiga stories zetu. Oya ametokea ghafla huyu hapa. Umeona? Kilichokukuta wewe na mimi ndio hivyo hivyo. Ndio maana kimbia kama panya mwanangu. Oya. Sasa tunafanyaje sasa? Unafanyaje? Oya mwanangu, mimi nimechoka mwanangu, nimechoka maisha. Atakimbia kila siku utakimbia mpaka lini mwanangu kijiji kidogo hiki? Oya, sikiliza mwanangu, mimi nimechoka maisha. Leo ndio iwe mwisho. Twende tukaambia ukweli ndugu zake. Malengo, una akili timamu kweli? Yaani tukaambia familia yake kwamba sisi ndio tumemuua na kumbaka. Mimi akili mwanangu. Hawezi kutuelewa mwanangu. Kwa mwanangu wewe maisha ushapenda au sio? Ushazoea au sio? Mimi siwezi mwanangu. Tufanye chini hivi tukaambia ukweli mwanangu. Nimechoka kukimbia. Mke wangu sasa kashakuwa nielewi. Sikiliza. Sio tuzungumze moja. Wapi? Huku. Mimi huko kasirudi sio huku. Wapi? Twende kule. Njoo. Inavyoonekana Jemasa hajui chochote kuhusu mkewe. Na ndiye maana alikuwa akilia na kusaga meno. Na asipompata mkewe msala utakuwa upande wake. Itabidi nimsaidie kumpata mkewe ili kumsaidia usalama wake. Mengine yatafuatwa baadaye.
Oya sister. Zuia hapo. Vipi sister? Mbona upolesi unawahi nini? Yaani niache tu ndugu wangu. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa. Sielewi hata ushemeji yako uko wapi. Ndio hapa nipo nilikuwa naelekea kumtafuta. Maana tulikuwa tumekaa vizuri tunaongea. Tulikuwa tunamuongelea na maana naye alikuja pale nyumbani. Umeona? Kuja nyumbani pale akawa ananiambia kwamba nimwambie shemeji yako kwamba maneno ambayo yani ni mwenyewe nilichanganyikiwa. Akaniambia nimwambie kuwa awaambie ndugu zake kitu ambacho amemfanyia yeye na Jivani. Sasa iko kitu mimi sikijui. Lakini ghafla tu mwenzangu kakimbia, hata alipokimbilia sipajui. Ndio hapa nipo njiani naelekea kumtafuta. Sielewi mdogo wangu. Na sasa iko kitu amemfanyia kitu gani? Na amemfanyia nini yani? Ndugu wangu. Hebu niache kwanza niende kwanza nikafuatilia shemeji yako afu baadaye tutaongea. Yaani sasa hivi sipo toka kabisa niache. Nimegoma kuzikwa. Nimegoma kuzikwa. Nimegoma kuzikwa. Mume wangu. Unajua ule muda tulikuwa tunaongea, ghafla ukanikimbia sijakuelewa. Ni kitu gani ambacho kimefanya wewe unikimbie kiasi kile? Yaani tulikuwa tunaongea vizuri tu, lakini mwenzangu umeamka ghafla purukushani kila kitu. Ukaamua kunikimbia pale. Kwa nini? Ni kitu gani ambacho cha ajabu umekifanya? Na nahisi ni kweli kuna kitu umekifanya mume wangu. Haiwezekani tuongelea habari za na ghafla unikimbie kiasi kile. Nahitaji kujua ukweli. Ni nini ambacho kimekukimbiza pale? Mke wangu, kweli kuna kitu nakuficha. Na kilichonifanya nikimbie pale, na alikuja mbele ya macho yangu. Ngoja. Wewe nao umemuonaje? Ingali mimi sijamuona. Na huyo kaja vipi? Mke wangu, wewe kuna kitu ukifahamu. Ni kweli mimi na Jivani tulishiriki kumfanyia kitu kibaya na tena cha kukatili sana. Jivani alikuwa na mahusiano na lakini Jivani alichoka kabisa kuwa na mahusiano naye. Hapo ndipo Jivani aliniita na kunieleza tukamfanyia kitendo kibaya na labda itakuwa ndio njia nyepesi ya kuachana naye. Ndipo mimi na yeye tukashirikiana kwenda kumbaka na katika jitihada za kumbaka akapigiza kichwa kutani. Ndika sababu ya na kufa hapo. Hivyo mke wangu alikufuata kukuelezea sio na ule ni mzimu ana na ndio unayetusumbua. Nahitaji msaada wako mke wangu. Yaani mke wangu hapa sielewi nifanyeje. Nimechanganyikiwa. Mume wangu. Ina maana mmeua. Nahitaji msaada wako mke wangu. Kwa nini sasa? Nahitaji msaada wako mke wangu. Sielewi hata nafanya nini. Anahitaji twende tukaeleza ukweli familia yake. Tutaeleza nini sasa? Tutaambia nini wana kijiji? Familia yake tutawaambia nini mume wangu? Kwa nini?
mke wangu Lei, mimi naamini kabisa kwamba wako ni kipenzi changu sana, na kuna mambo mengi kweli kweli, yani mimi nikikaa yananiumiza kichwa kwenye moto humu, nikikaa nawaza kwamba nije nishirikiane na wako pano pa kijiji. Mambo mengi sana nikikaa yanatokea, lakini kwenye akili yangu mimi nikikaa sielewi. Unanielewa? Mimi pano nimekitaka nikuite tuzungumze vizuri kwanza, uende mwenzangu, nikikaa unaelewa vitu. Umenielewa? Kama kutakuwa na uwezekano mimi nirudi tu nyumbani na Membe. Nyumbani mimi nikikaa sijaua. Nikiishi maisha magumu pano, ya nikikaa wananikosesha mimi amani, mambo yasije kakawa mengi. Nikikaa wanazungumza kwa uchungu, maana pano nikikaa nimeishi sana pa kijiji pano. Yani tumikika tumetoka kwenye matatizo juzi pano, basi leo tunikikao tunasikia matatizo mengine kwamba bana na amekikao amepotea pa kijiji pano. Wako nikikao usikii. Aya, kesho wanikisema kwamba bana mpenzi wako amekikao anapotea, mimi nitakuwa nakaishi vipi? Na Kayamba, mimi nafahamu kila kitu. Hapa hakuna mtu aliyepotea. Kuna siku katika pitapita zangu nilimsikia Malengo pamoja na Jivan wakiliongelea kuhusu hilo swala. Wao ndio waliombaka na kumuua na Nimegoma kuzikwa, nimegoma kuzikwa, nimegoma kuzikwa, nimegoma kuzikwa. Je, Master, mimi sina chuki na mkeo, ila nimeumia sana kusikia wewe umeoa, na kitu kilichoniumiza ni upendo wangu. Nakupenda sana J Master. Na kitu kinachoniumiza zaidi, nishafanya mambo mingi sana kwa ajili yako. Na huko nilipotoka, nishafanya msala wa kuniingizia pesa nyingi sana. Na nimerudi hapa kwa sababu yako. Sikiliza J Master. Nimesikia kila kitu. Ndugu wa mkeo wanakupa lawama wewe ndo chanzo cha kupotea kwa mke wako. Lakini leo hii nimefahamu kila kitu juu ya mkeo. Ina maana unajua mke wangu alipo? Twende basi ukanionyeshe. Oya Makayamba, nashukuru sana kuonana na wewe. Na kuna jambo nyeti linanitatiza. Nakuomba unisaidie. Unikitaka kuomba jambo gani nikusaidie? Umenionea mke wa J Master. Namtafuta sana na shida naye. Unikika unanitafuta kwema au nikika unanitafuta tu kushari? Simtafuti kwa shari, namtafuta kwa usalama. Ni kwa sababu mume wake anamtafuta sana. Na isitoshe juhudi zake hazijazaa matunda. Na familia ya Kikemi wanamlaumu sana. J Master anajua mkewe wapi alipo. Ila J Master hajui chochote juu ya mkewe. Ndio maana mimi nimeamua kumsaidia. Kumbe unikitaka nikwambie kitu. Mimi nikisema kitu kimoja, maana nikikawa ninajua mengi, lakini sio kwamba nikimaanisha ninajua yote. Ndio. Machache ambayo nikikawa ninajua mimi, ninaweza nikasema kwamba niko tayari kukuambia wako. Lakini jambo la msingi ambalo likikawa limewepo pano kwamba mkeo J Master hii sijui aliko. Lakini sasa kwamba niseme kitu kimoja kwamba
kuna majanga ambayo nimekikawa nimepelikana kwamba mkeo Nyilimaster amekikawa wamembaka, unaona. Lakini watu ambao wamekitenda vitu kama havyo alokifanya amekifanya Jivani na amekifanya shemeji yako wako. Hivyo basi mimi nimeamua kukwambia kwa sababu ya upendo wangu, ila wewe ndio utaamua nini ufanye. Lakini ningependa kukuomba kitu kimoja. Badala ya kumaliza swala lako, ningependa urudishie nafasi yangu, tuwe kama zamani. Na kuahidi nitabadilika kama unavyoniomba. Nitaachana na bange, nitaacha kuvuta sigara na nitakuwa kama wanawake wengine. Nimegoma kuzikwa, nimegoma kuzikwa, nimegoma kuzikwa, nimegoma kuzikwa. Yani bala menishalivaga mwenzenu mpaka na juta, imeniponza tamaa. Ona naishi kama mfungwa, sila zidamu, oyani kila kukicha ni majanga tu. Ololololo, mala kapita Subiani, mala kapita Makata, nyumbani hakuna amani, kila siku eka eka.